Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Na ndugu yangu Muislamu, tunaendelea na muendelezo wa adabu za funga, adabu za wajibu. Adabu namba 4 ya funga, na hii ni wajibu: yajitanibu annamimata, mfungaji ajiepushe na kufitinisha. Wa hiya naqlu kalami shakhsin fi shakhsin ilayhi yusida bainahuma, na huko ni kuchukua maneno ya mtu na kuyapeleka kwa mtu mwingine kwa lengo la kugombanisha watu hawa. Wa hiya min kabairi dhunubi, na hili ni katika yale madhambi makubwa. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yadkhulu jannata namamun. Hii ni hadithi ni muttafaqun alayhi. Mfitinishaji, mtu anayewagombanisha watu, huyo hatoingia peponi. Allah tuhifadhi na dhambi hii. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, na kuhusia kujiepusha na dhambi hii, kwani katika dhambi ambayo inasababisha mtu kwenda motoni. Ama imekuja hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pindi alipopita katika makaburi mawili, Mtume alisema innahuma la yu'adhaban, kwamba hao walizikwa hapa katika makaburi haya mawili wanaadhibiwa. Wa ma yu'adhabani fi kabiri, hawaadhibiwi katika mambo makubwa, bali ni mambo madogo madogo ambayo sisi binadamu leo tunaona ya kawaida. Ama ahaduhuma, ama mmoja wao, fakana la yastanzihu min albauli, alikuwa ajitakasi, ajiepushi na mkojo. Pindi anapojisaidia, basi huwa anajisaidia hovyo, hatimaye cheche za mkojo zinamrudia mwenyewe. Hilo likawa kosa lililostahili ya adhibiwe. Wa ama al-akharu, ama yule mwingine, fakana yamshi bin namimati, alikuwa anakwenda kugombanisha watu, anatembea kwenda kule kupeleka maneno na kuchukua, na anakwenda huku anachukua na apeleka maneno, hatimaye unatokea ugomvi, watu wanagombana, na hatimaye hali ya hewa inakuwa imeharibika kwa kuleta ufisadi katika ardhi. Hivyo hili ni kosa kubwa katika madhambi makubwa, kufitinisha watu ama kugombanisha watu. Kwa hiyo nakuhusia ndugu yangu Muislamu, miongoni mwa adabu za wajibu za mfungaji, jiepushe na kosa hili. Insha Allah usisahau kusubscribe ili kuweza kupata mengine Allah akipenda tutakayoyaweka hapa. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.